Basi mganga akaendelea na kinga zake kwa wote sisi wengine, akamaliza. Tukamwambia bwana, sisi tunashukuru sana, tukampa pesa ambayo tumekubaliana. Baada ya hapo tukamshauri, tukamwambia watu wenye uwezo kama wa kwako ni wachache sana. Sasa tunakushauri kama ikiwezekana, tushaunda undugu, umetufanyia jambo kubwa sana, tunakuomba uweke ofisi hata Dar es Salaam, ofisi yako ya kutibia watu. Watu sasa hivi wanataka ukweli. Akifika kwako, yani kwa jinsi unavyofanya wewe, mtu kafika jambo lake, ugonjwa kapona, ana shida yake imetatulika kama ulivyotutatua shida zetu sisi, ina maana utawapata watu wameshaongopewa sana, wanataka watu wenye uwezo kama wa kwako, lakini hawajui watawapata wapi. Kwa hiyo ungefungua ofisi hapa, maana yake watu wengine wana shida zao, lakini ukimwambia aende Tanga vijijini anaanza kuona hizo mambo mengi. Tukamshauri hivyo, akasema jamani, sawa, mimi naombeni nirudi, alafu nitalifanyia kazi hilo swala lenu. Sawa. Tukamruhusu mganga akaondoka salimini salama kabisa, na sisi tunaendelea na taratibu zetu za ofisi yetu kijiweni kama kawaida. Tukiwa tupo katika harakati zetu za kijiweni, tunapata simu, mwenzetu aliyekuwa hospitali amekatika miguu amefariki dunia muda si mrefu. Akili zetu, mawazo yetu yanatuumiza kwa ndugu zetu kufa, kwa sababu yani kama mimi nilikuwa nabeba fikra kwamba yani hili swala la ndugu yetu yule wa bodaboda kufa ndio haya yote imesababisha. Sasa sisi tutakiwa tushikane. Sasa wengine hawataki kuonyesha ushirikiano. Nikawa mimi naumia sana. Sasa tunafanyaje? Tayari mimi naanza kujiuliza, na tukakaa kikao kwanza, jamani, sasa tunafanyaje? Mimi siendi kwenye msiba, mimi nini, na kila mtu bana, hata mimi bani, kila mtu tukatengeneza dharura. Watu wengine kwamba watu wakikuona upo na kwenye msiba uende itakuwa vipi? Watu mimi ngoja niende kwa shangazi, mimi ngoja niende kwa mjomba.